Mwenyezi Mungu, lakini nimshukuru kipekee vile vile Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika taifa letu la Tanzania. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru msajili wa hazina pamoja na timu yake kwa maono makubwa ambayo kimsingi tumeyaona sisi kama wizara ambayo ipo chini ya Ofisi ya Rais ya Mipango na Uwekezaji, ambayo kimsingi tunamsimamia, na nyinyi ni mashahidi. Huko nyuma mashirika yetu ya umma, lakini vile vile hata hisa zetu kwenye haya mashirika ambayo tuna hisa chache, ufanisi wao ulikuwa mdogo sana. Ndani ya hii miaka mitano ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kuna mabadiliko makubwa sana yamefanyika katika kuimarisha mashirika ya umma, hususan kwenye swala la utendaji, lakini vile vile bodi zao, kuwapata wajumbe wao, wale wakurugenzi wa bodi, lakini katika kuwapata watendaji na kadhalika. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa msajili wa hazina anapoambia kwamba kuna mabadiliko makubwa, hasa ukusanyaji wa zile dividend, magawio ambayo tunayapata serikalini, maana yake ni kwamba kuna kazi kubwa imefanywa na ofisi yetu ya msajili wa hazina. Kwa hiyo mimi niliona nitangulie kusema hilo na niwashukuru sana kwa hii kazi ambayo wanaifanya. Sisi kama Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji tupo tayari kuwapa ushirikiano, kutoa guidance ambazo kimsingi sisi tunazipata kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekuwa na huu taratibu tangu mwaka 2024 wa kuwaita wakurugenzi wote wa bodi zetu ambazo kimsingi tumekuwa nazo, na lakini vile vile wale wakuu wa taasisi, yani ma-CEOs na ma-DG wa hizo taasisi. Na hii ilianza 2024 na lengo la kuanzisha, tulitaka kwanza tuwe tunapata feedback kutoka kwao, tupate matatizo yao, lakini wapi wanakwama, lakini vile vile wote tuwe kitu kimoja, tuone tunasonga wapi. Nyinyi ni mashahidi, mwaka jana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alianzisha mchakato wa kutengeneza dira ya miaka 25 2050. Tayari dira tuishaipitisha, lakini tulipoingia sisi kwenye ofisi hii baada ya kututeua mimi na Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo, alitupa maelekezo kutengeneza nyenzo za utekelezaji. Mojawapo ya nyenzo aliyotuambia tuandae mpango elekezi wa miaka 25 ambao kimsingi tayari ulishapitishwa, lakini atuelekeza tuandae mpango wa miaka mitano wa 4 ambao kimsingi nao tumesha upitisha. Sasa hivi tunaandaa mpango wa mwaka mmoja ambao kimsingi utaenda kupitishwa na bunge letu. Katika hii mipango yote, nafasi ya sekta binafsi na sekta ya umma imepewa kipaumbele sana. Tunategemea 70% ya uchumi wetu utachangiwa na sekta binafsi, lakini haya mashirika ya umma yamepewa nafasi ya 8% kuchangia, lakini serikali kuu itachangia 22%. Sasa kama tunataka mashirika ya umma hususan hata yale ambayo sisi tuna share chache yaweze kuchangia, lazima kazi ifanyike. Kwa hiyo hiki kilichofanywa na msajili wa hazina ndani ya hizi siku 3 ni cha muhimu sana. Kwanza ni utekelezaji wa dira ya 2050, lakini ni utekelezaji wa mpango wetu wa miaka mitano, lakini natambua vile vile ofisi ya msajili wa hazina imeandaa na yenyewe mpango wa miaka mitano wa ofisi ya msajili wa mpango wa miaka 25 wa ofisi ya msajili wa hazina, kwa kuhakikisha kwamba wapi tunafikisha mashirika ya umma, lakini vile vile uwekezaji wetu sisi ambao kimsingi serikali na hisa chache. Kwa hiyo mimi niwapongeze na nitoe wito kwamba mafunzo yaliyotokea hapa, session hii imekuwa ya muhimu sana. Nimepata taarifa kwamba kulikuwa na wasilishaji mbalimbali hususan kwenye masuala ya uongozi, usimamizi wa makampuni, lakini kuangalia vihatarishi vya kiuchumi na kiuwekezaji na mambo mengine. Lakini taarifa niliyopewa vile vile kulikuwa kuna mafunzo ambayo yanawahusu hata jinsi gani sisi tunaweza kufanya kazi kwa ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Na huo ndio mwelekeo wa serikali kwa sasa hivi. Mheshimiwa Rais ametuelekeza sasa hivi tuweke mkazo mkubwa kuhakikisha kwamba sekta ya umma na sekta binafsi zinafanya kazi kwa pamoja. Ukiangalia katika yale mashirika yetu 56 ambayo sisi tuna hisa chache, mashirika mengi ni mashirika ya watu binafsi. Na katika hayo mashirika 56, mashirika 10 tu ni ya nje, lakini mashirika mengine yote na makampuni yote yapo ndani, takriban 46. Maana yake ni nini? Vile vile sisi kama Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ambao kimsingi tuna jukumu la kusimamia uwekezaji, tuna jukumu la kulea mashirika ya ndani. Nimefurahishwa kuona uwekezaji mkubwa huu ambao kimsingi ndio chachu kubwa ya maendeleo ya nchi yetu unatoka kwenye mashirika ya ndani. Na niwaambie waandishi wa habari, sisi tunasimamia mashirika zaidi ya 308. Lakini mashirika ambayo kimsingi yamekuwa na mchango mkubwa, ingawa ni machache, hayo 56 ni haya ambayo sisi serikali tuna share chache. Maana yake ni nini? Maana yake inaonyesha kwamba tuna bodi ambazo ni thabiti, tuna wenye viti wenye uwezo, tuna ma-CEO wenye uwezo, lakini kazi ambayo anaifanya Mheshimiwa msajili wa hazina kwa kuwaita hawa kila mwaka na kuweka mikakati ya kuhakikisha tunafika mbali, nadhani imekuwa na tija. Na niwaambie kabisa sisi kama serikali
tunaunga mkono adhima hii ya mashirika haya ambayo kimsingi sisi tuna share chache, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba hawakwami, waweze kuwekeza vizuri, biashara zao ziende vizuri, na sisi kama serikali tuweze kupata gawio, tulirudishe kutoa huduma za wananchi. Mheshimiwa Rais ameahidi ifikapo 2030 anapotoka, hataki kuacha barabara tu, hataki kuacha viwanja vya ndege tu, hataki kuacha makongamano tu, anataka kuacha tabasamu kwa wananchi. Tabasamu litakuja iwapo uchumi wetu tutaukuza, lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha tunahamasisha ushirikiano uliopo kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, na hiyo itakuwa ndio nyenzo muhimu kuhakikisha kwamba tunapambana na changamoto za kiuchumi, lakini changamoto za kifedha. Nyinyi ni mashahidi, sasa hivi wenzetu huko majirani wanapigana. Kwa hiyo lazima tubuni mbinu mbadala za kuhakikisha kwamba tunapata vyanzo mbadala vya fedha, na njia rahisi ni kuweka mashirikiano. Kuna vitu ambavyo vinaweza kufanya kazi na private sector, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kufanya kazi na public sector au sekta ya umma. Tukiunganisha nguvu kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kwa kupitia public private partnership, ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, nina uhakika tutafanya mambo mengi. Na nitoe wito kwa kupitia hadhira hii, wawekezaji wote ambao wanadhani wanayo nafasi ya kushirikiana na serikali, milango yetu ipo wazi. Tuna kituo chetu pale Wizara ya Fedha kinaitwa PPP Center, Public Private Partnership Center, ambayo kimsingi tunafanya kazi kwa karibu sana na ofisi yetu ya mipango na uwekezaji. Waje walete maandiko yao, lakini wapitie kwa msajili wa hazina, tuyapitie tuone jinsi gani tunaweza tukawapa ile miradi ambayo tunaweza tukashirikiana. Kuna ujenzi wa barabara, kuna miundombinu mbalimbali huko, tunajenga masoko, lakini tunajenga bandari na vitu vingine. Nyinyi ni mashahidi, bandari yetu ya Dar es Salaam sasa hivi inafanya vizuri sana. Kulikuwa kuna kelele nyingi wakati tumewaleta wenzetu wale kwa ajili ya kuwekeza, lakini sasa hivi ni mojawapo ya maeneo ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa sana kwenye uchumi wa nchi, lakini kwenye mapato ya serikali. Hayo mapato ndio yanaenda kujenga zahanati, hayo mapato ndio yanaenda kupeleka vifaa huko kwenye hospitali, hayo mapato ndio yanajenga hizi barabara, hayo mapato ndio yanajenga uwanja mkubwa hapa ambayo AFCON 2027 itafanyikia hapa. Na mwisho ni waombe watu wa Arusha, tumieni fursa ya AFCON mwakani. Serikali imeweka fedha nyingi sana. Tunakuja kurekebisha barabara hapa, sehemu mojawapo ya uwekezaji, lakini uwanja wa mpira huu tunakuja kukamilisha kwa wakati, lakini tunakuja kuweka taa za barabarani. Tunataka sasa mchangamkie, na nyinyi waandishi wa habari tunaomba muwe na sehemu ya kuitangaza Tanzania kwa kupitia hii AFCON. Nawashukuruni sana.